Tenga muda wa kujifunza neno la Mungu kila siku. Tafakari, kwa sababu hapo ndipo kuna mafanikio yako. Mafanikio yoyote, Mungu anasema kabisa, ndipo utakapofanikiwa sana, utakapotenga muda wako kila siku, utakapotenga muda wako kila siku kujifunza, kutafakari, kuomba. Ndani yako kuna kitu kitakuwa kinajengeka, na kwa sababu ni swala la kiroho. Kimwili unaweza usione, lakini hiyo ni kiroho. Kuna nguvu ambayo inaumbika na inaingia ndani yako. Kwa nini? Kwa sababu kitabu cha Waebrania kinasema neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena ni kama upanga ukatao kuwili. Ndani yako unaweka nguvu, na ni kwa sababu ni ya kiroho, ni nguvu yako ya kiroho. Kuna kitu kinajengeka ndani yako, unakuwa na nguvu. Na ndio maana wana wa Israeli wakaambiwa hivi, mnatakiwa kutafakari. Yoshua anaambiwa ili uweze kutoboa, ili unataka kufanikiwa, unataka kwenda nchi ya maziwa na asali, jambo ambalo Mungu ameliweka, ile ndoto ambayo Mungu ameweka, unataka uione, inakuhitaji kutafakari neno la Mungu. Wewe ambaye kuna jambo jipya ambalo Mungu amesema na wewe unataka kulianza, kwamba unatakiwa tuanze kuchukua muda wa kwanza kutafakari neno la Mungu. Endelea kutafakari neno la Mungu, mawazo yako yawe sawasawa na kile Mungu ambacho amekisema, sawasawa na neno lake. Tenga muda, tafakari neno la Mungu. Waraka wa 3 wa Yohana 1, Biblia ya Kiingereza inasema kwamba I pray that you may prosper in all things as your soul prosper, kwamba ni maombi yangu ufanikiwe katika mambo yote kama vile nafsi yako inavyofanikiwa. Kiwango cha wewe kuona ule udhihirisho wa kile kitu kinategemea kiwango chako cha nafsi kuweza kukubali, maana inategemea kiwango chako cha akili. Ukitaka kufanikiwa sana, kama ni kiwango Mungu ameweka jambo kwamba ndani mwaka huu mimi nitakuwa na studio, inatakiwa kiwango chako cha akili yako ianze kujifunza kuhusiana na studio. Kama mwaka huu ilikuwa ni wewe ufungue restaurant, Mungu ameweka ndani yako, una mzigo, ameweka kitu, unasikia nataka kwenda kufungua restaurant, inategemea kiwango chako cha akili. Ina maana kajifunze mapishi, kajifunze menyu mbalimbali, ni nini watu wanapenda. Hiyo ni akili, inategemea kiwango chako cha akili. Kama ni shuleni unasema nataka nifaulu, niko chuo, inategemea kiwango chako cha akili. Uende usome ili akili yako iendane sawasawa na ile fikra yako, lakini pia iendane na utashi, iendane na hisia. Aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. The way unavyojiona katika nafsi yako, ndani yako, ina maana kwenye akili yako, kwenye fikra zako, sawa, ndani yako, ndani ya moyoni mwako unavyojiona, ndivyo hivyo unavyokuwa. Wewe unanifuatilia saa hizi, Mungu anataka jambo jipya lizaliwe ndani yako. Ameweka ndoto ndani yako. Unaweza kuwa una ndoto, sijui ni ndoto gani. Mwingine anaweza kuwa ni ndoto anataka kuanzisha kampuni fulani, inaweza kuwa ni ndoto. Mwingine anaweza kuwa ni ndoto anataka kuajiri watu. Mwingine anaweza kuwa ndoto yake ni kuweza kutoa huduma kwa watu fulani. Mungu anasema the way utakavyoiona, unatakiwa uone katika nafsi yako, uone sawa na jinsi yeye anavyoona, sawa na neno lake. Nikutie moyo kabisa kwamba lipo jambo ambalo linaenda kuzaliwa. Inachohitaji tu wewe hapo, kile kitu ambacho Mungu amekuonyesha. Na Mungu anaheshimu. Mungu anaanzia na vitu vidogo, anakuletea wazo dogo, anataka wewe uanze kuchukua hatua. Ili uone udhihirisho, inatakiwa uanze kuchukua hatua kidogo. Unaanza kuona. Maana yake anasema msitafakari mambo ya zamani wala kuyafikiri, kwa sababu lipo neno litachipuka, litadhihirika, litakuja kwenye uhalisia wake.